Basi episodi ya 6 wanaita Mr. Magic ama pia unaweza kuita When Time Stopped. Kifupi tu ita Mr. Magic, inapendeza sana. Hii hapa. Hapa ndipo tulipoishia mzima. Siku ya kesho natakuwa binti apeleke pesa, la sivyo akabidhi nyumba. Yani pakipambazuka tu anatakuwa apeleke pesa. Sasa binti atapatia pesa kwa sababu hapa ni kama surprise, yani ameshtukiwa. Kesho takiwa basi apeleke pesa za watu maskini, Mungu apeleke deni. Binti aliwaza sana usiku kucha, pesa atapatia wapi na hataki kukabidhi nyumba. Inakuwa ni mtihani sana maskini Mungu wa mtoto wa kike. Basi hatimaye sasa ni katika siku ambayo inafuata mzima, binti hakupoteza time, hakulaza damu. Aliona basi apige harakati kutafuta yapo pesa kidogo kwa ajili ya kwenda kumbembelezea yule mtu ambaye anamdai. Muda umeenda kule kule mpaka sasa akachelewesha pesa. Ni mida saa 6 kuelekea saa 7 hivi. Wakati binti maskini Mungu hana hili wala lile, ghafla nakuja wale miamba ambao walipata kuweza kumteka. Kama tena huyu binti kabidi ajitetee kwa sababu sana anajua kwa wanakuja kumteka hawa. Wametumwa na ule bwana mtaji yule ambao anamdai binti. Lakini ghafla pale basi anafika mtaalamu. Binti anakimbia na mnai bala. Lakini kuna mtu ambaye anafika ili kumsaidia, sio mwingine bali ni mkali. Wanamuita Junwoo. Mtu ambaye ana uwezo wa kusimamisha muda, ni kwamba aliwasimamisha wale miamba. Binti maskini Mungu alitetemeka, aliogopa bala. Alikuja kuchukuliwa kwa sababu amechelewesha pesa. Kwa hiyo alikuwa anataka apeleke kwa bosi, anapelekwa ili kwenda kusema yuko tayari kabisa kuachia nyumba ama vipi. Bwana. Binti kuamini mzima. Hapa sasa ni mara 3 anasaidia. Mara ya kwanza kabisa ilikuwa ni kugongwa na gari, jamaa akamsaidia, na mara ya pili ilikuwa ni siku zile binti alikuwa apigwa risasi akamsaidia, na mara ya 3 ndio hii hapa. 내 편은 아닌 것을 흐릿한 기억 이대로 찾지 못한다 해도 Oh just for my love 달라지는 나야 Oh just for my love 난 다시 태어나 세상을 미워할 시간에 ni kitu ambacho binti kuamini mzima. Hakutegemea kama atapata msaada, yeye alitegemea kwamba atakamatwa. Jamaa anasema ni kwa nini muda wangu basi au kudhuru, yani uchawi wangu mimi au kulogi. Basi alimchukua binti akaja kwanza kabisa kumpatia kinywaji. Binti ni mtu ambaye kapitia historia ndefu sana. Akabia nashukuru. 나 궁금한 게 있는데. Yao nasema kuna kitu ambacho kinanishangaza mimi. 물어봐도 될까요? Vipi, itakuwa ni sahihi kukuuliza hicho kitu? 건물주가 Binti anasema najua kama ni kwa sababu gani wapo nataka kuniuliza kwamba na nyumba alafu nateseka, si ndio hilo? Si ndio hilo swali? Jamaa akamwambia ndio nataka nikuulize hivyo, kama kwa sababu gani una nyumba alafu nateseka namna hiyo. Binti akaona mgusia story kifupi tu. Anasema hii nyumba mimi nataka niitunze kwa sababu kuna sababu ambazo zinanifanya basi nyumba nisiuze. Kwa sababu baba yangu mimi 내 삼촌이란 사람이 namaanisha 필요한테 진 빚이 7천만 원. mtu mmoja ambaye 넘어요? alimkopa baba yangu pesa. Isitoshe pia mwisho siku na baba pia akakopa pesa. Binti basi akaona mpate story kifupi. 너무 착한. Anasema baba yangu alikuwa ni mtu ambaye ni mzuri sana. 아빠 배신하고. Japo ni mtu ambaye pia alikuwa anadaiwa, lakini kuna mtu mmoja ambaye alienda kumkopa pesa. Siku hiyo nilimshangaa sana baba. Badala baba alipe deni lake akamkopesha mtu huyo pesa. Alikuwa kama shemeji yake, yani alikuwa ni ndugu wa mke wa baba, yani mjomba wangu. Kule Korea amnaga ile sijui nini na nini, sijui mambo ya baba mdogo. Sasa siku hiyo binti alikuwa ametoka shule. Nakuta mzee anaomba pesa.
na huyo 형, 나 이번에 안 되면 진짜 죽어. ndugu wa mama yake na binti. Jamaa naomba pesa. 잠깐만 쓰고 Sema tafadhali mheshimiwa, naomba nisome nipate tu pesa kidogo, 생각 좀 해볼게. nitakulipa. 생각을 해요. 금방 준다니까. Mzee naye pia alikuwa akidaiwa, lakini alikuja mtu mwingine kwa ajili ya kumkopa pesa. Inakuwa ni mbaya sana pindi pale unapodaiwa afu anakuja mtu mwingine kukupa pesa, utahisi kwamba mtu huyo anakusanifu. Hichi kitu binti kilimuumiza sana, na mzee alimwambia mtu ule kwamba ngoja nikufikirie, nitakupatia pesa. Mwisho siku basi mzee alikuja kuketi chini na binti yake ili kutafakari nini ambacho afanya. Yeye mwenyewe anadaiwa, na mzee kabla kupoteza kwake maisha alikuwa anataka kulipa deni. Huenda kama mzee asingepoteza maisha, basi ile deni binti asingelibeba. Huenda mzee angeshalimalizaga siku nyingi. 그 사기꾼한테 보증 서주기만 해봐. 정규 Binti alimpiga sana mzee mkwara kwa kwamba usimpatie yule tapeli pesa, kwa sababu yule ni tapeli. Yule hana shida yote, ni mtu tu ambaye anakuja kukupa pesa alafu anaenda kucheza hizo pesa mitaani. 삼촌도 이제 정신 차리고 뭐라도 하려면 사기 전과로 외할머니 재산 다 들어먹었는데 사기꾼이 아니면 뭐야? 진짜 보증 서주기만 해봐. Yaani kama ukimkopa ukimpatia pesa kwa kweli mzee mimi nitakumaini sana. Sasa yenyewe tunadaiwa alafu nakuja kumkopesha mtu hapa. Siku zikakwenda, lakini siku moja wakati binti alivyotoka shule, basi alikutana na mtu mmoja mnamuita Sungukwa. Ni ule jamaa ambaye basi anamdai pesa mpaka leo. Sasa mtu yule amekuja kuchukua pesa. Binti anakuja anakuta kuna watu wengi kweli kweli katika nyumba yao. Mzee ametaitishwa, takuwa atoe pesa ambazo anadaiwa na mzee. Pesa hizo hana, kwa hiyo aliomba muda mfupi kwamba apatiwe muda, yaani apatiwe ka time fulani, apatiwe nafasi ili basi kuwatafuta hizo pesa zao. 누굴 닮아서 이렇게 독해? Basi siku moja tena 야, 너 내 binti alikuwa ameweza kuharibu shule, yani alikuwa amepigana na wanafunzi wenzake. Binti alipigana na wanafunzi wawili. Hao wanafunzi walikuwa wakimpiga mande binti na walikuwa wakimchangia. Sasa binti sio mzembe, aliwapiga. Mwisho siku basi wazazi waliitwa. Wazazi kutoka katika pande mbili. Wazazi kutoka kwenye upande wa binti ambao walikuja babake na binti, na wazazi kutoka katika upande wao mabinti wawili waliopigwa. 어떻게 할 거예요? Sasa mama analalamika. Anasema, "Hebu tazama binti zangu wamepigwa." 죄송합니다. Kitu ambacho kilimshangaza binti ni kwamba babake aliomba msamaha. Baba alikuwa akipenda kutumia kauli moja ya kuomba msamaha. Hata pindi pale mtu unapokuwa unamkosea ni kwamba yeye ndo anakuomba msamaha. 화를 내. Binti kikweli alimaindi sana 때리고 내가 kwamba mzee anakuwaje na tabia kama hizi, anakuwa ni mwema sana. Binti alimgomeza sana. 때문에 다른 부모들 앞에서 그렇게 쪽이 팔렸으면 Wewe kama unaona aibu mbele yangu mimi, unachotaka ni kwamba unitenge kwa sababu nafanya vitu ambavyo vinakutia aibu eti, 아빠가 Binti anasema, baba anasema, binti yangu naomba nisamehe. 내가 지금 그 말을 듣고 싶은 거냐? Wewe unafikiri kwamba hichi ndio kitu ambacho mimi nataka nisikie kwa sasa? 배 안 고파? Au sikii njaa? 쌀 먹으러 갈까? Twende tukale hata nyama ya nguruwe kidogo. 그냥 팔자. Baba tafadhali uze nyumba. 나한테 그냥 파. Uze nyumba kwa wale wapuuzi ili ubaki kwa uhuru, kwa sababu unanyanyaswa. Unadaiwa pesa nyingi, hutaweza kuzilipa kwa muda mwafaka. Utaandamwa kila siku. Mzee kuuza nyumba hii ni kwamba hakuwa tayari, kwa sababu ni nyumba ya thamani kwake, ni nyumba ambayo ina kumbukumbu juu ya maisha yake, ni nyumba ambayo aliachiwa na wazazi wake. Kwa hiyo kuna kumbukumbu tofauti tofauti. Sasa mzee kuuza nyumba hii alikuwa yuko tayari, yani kuwauzia wale miamba ambao wanamdai. Unaona mambo hayo. Alichofanya mzee ni kwamba aliona basi aanze kupambana. Kwa muda mchache ambao alipatiwa, basi aliona apambane, atumie nafasi hii ambao ni muda mchache kufanya kazi tofauti tofauti ili kulipa deni chapchapu. Kama ni nusu basi afanye hivyo, kwa sababu pia unajua tena wa kiume ana mbinu mbadala, ana mawazo tofauti tofauti, sio kama wa kike. Japo pia wa kike ana mawazo, lakini kidogo wa kiume anakuwa na maarifa fulani, kwa sababu sisi hapa ni watafutaji ama vipi? Basi mzee ni kwamba aliamka asubuhi kabisa mapema, lakini kabla kuamka ni kwamba aliacha ka ujumbe hapa. Yeye kuuza nyumba hii hapa yuko tayari. Kwa hiyo aliona njia mbadala basi ni kupambana. Kufight. 편지. Kwa hiyo mzee ananiacha barua katika mazingira kama haya. Bila kuniambia kwamba kuna barua hapa kwa ajili yako.
사랑하는 우리 딸 선아야, Binti yangu mpendwa Suna, babako basi nakuomba sana msamaha. 아빠가 mianande. Pindi pale basi napojisikia na nini, yani natambua kabisa kwamba wapo unapata hasira kwa sababu yangu. 괜찮아. Lakini usijali. Kwa sasa mimi naenda kupambana tena kufanya kazi yote ambayo ni halali, ili mradi tu basi kulipa deni la watu. Kuuza nyumba hii sitoweza kwa sababu ni nyumba ambayo ina kumbukumbu tofauti kwa ajili yangu. Kule kabisa basi mzee alianza kupambana. 여기 우리 선 Alianza kupambana kufanya kazi tofauti, kusambaza mizigo, kusimama mabarabarani, kuuza vipeperushi na nini. 거야 이 건물. Kwenda moja kwa moja mpaka basi katika sehemu za kufanya kazi za ndani na nini. Kazi tofauti. 항상 사랑해. 그리고 Na mzee anaamua kufanya hivi basi ili kulipa deni chapu ili kuishi kwa amani, kwa sababu wale miamba walimwambia kwamba kama ukishindwa kutulipa pesa basi tukabidhi nyumba yako, na mzee akawa tayari. Siku moja maskini Mungu, siku ya balaa ni wanasema kwamba ni siku ya balaa. Siku moja mzee alikuwa ametoka katika mihangaiko yake, yuko na kasafiri chake haya basi kamiss binti yake. 국끓여놨. Binti akamtumia message kwamba mzee, mimi naenda zangu shule, ukirudi nyumbani utakuta nimegondelea japo chochote kitu. 미안. Na pia naomba nisamee kwa sababu jana kidogo tulikorofishana. Mzee akaona sawa tu. Kisha mzoea binti yake. Basi akaona aendelee na harakati kama kawaida kwa muda mchache wapo ambao kapatiwa na wale miamba kule autumie. Lakini kwa bahati mbaya siku hiyo mzee ni kwamba alikutana na bonge la ajali. Huwezi kujua kwamba siku yako inakuwaje. Huwezi kujua nini ambacho kinakwenda kutokea. Unaweza kufurahi, unaweza kulia. Kuna wakati mtu anakuwa anafurahi kwa siku, lakini pia kuna wakati mtu anakuwa analia kwa siku. Basi na Mungu kilichotokea ni kwamba mzee baada ya kupata ile ajali alipoteza maisha kwa sababu alikutana na gari kubwa sana ambayo ilimsababishia umauti wake. Mwisho siku basi alikuja mdeni, mtu ambaye anamdai babake na binti pesa, lakini cha ajabu akaja na ule bwana ambaye alikuwa akitaka kumkopa babake na binti pesa. Kwa hiyo akaenda upande wa huyu mtu ambaye anamdai babake na binti pesa, kwa hiyo akamsaliti binti. Japo alikuwa anataka mtu huyu huenda amsaidie binti aone katika wakati kama huu, wakati mgumu, lakini mwisho siku alienda kwa huyu ambaye anadai deni. Si unajua tena ukipata shida sisi tunakukasha, au sio Kalpizo? Ndio hivyo, sisi adabu tulivyo. Basi 선아 이제 고2면 jamaa akajitambulisha kwa huyu mtu ambaye anadai pesa, anasema huyu binti hapa mimi ndo kama kiongozi wake, mimi ndo kama namuongoza. Kwa hiyo mimi ndo mkubwa wake. Hii nyumba mimi naona tuiuze tu. 빚부터 털고 Hii nyumba mimi nitakuuzia alafu tutaulipa deni. Eti jamaa anataka iuze hii nyumba. Binti kashangaa eti anataka iuze hii nyumba. 보호할 가족 나이도 제대로 몰라요? Binti akamshangaa sana mtu huyu hapa. 저 중학교 때 Japo kipindi cha mwanzo alikuwa ni mpambe mzuri sana baba, lakini sasa ndio hivyo baba hayupo tena. Ni kwamba akamsaliti binti. Binti anasema mimi sina miaka 18 bali na miaka 19. Na leo ni siku yangu kuzaliwa. Na wala sitaji mtu wote ambaye ataniongoza mimi wala mtu wote ambaye atanilinda mimi. 건물 Nakwambiaje? Hii nyumba mimi sitoiuza. 순수를 써서라도 제가 Haijalishi kwamba nitapambana kiasi gani, lakini nitakulipa deni lako. 이제 이 사기꾼 Tuna utakuwa ongea na mimi, sio ongea na utapeli hapa. 야, Bwana akasema sawa. 어쨌든 돈만 받으면 Mimi sijali kwamba utanipatia pesa kwa muda gani, lakini mimi nataka tu nipokee pesa. Kwa hiyo binti akawa amekubaliwa. Ndivyo jinsi ilivyokuwa mpaka leo hii. 인생 Bwana akawa amekubali kwamba mwisho siku basi binti apambane amlipe deni, lakini sasa ndio hivyo, siku zimeenda na pia jamaa anamharakisha binti kulikweli. Ndivyo jinsi ilivyokuwa. Hii ni story fupi tu ambayo jamaa basi amepatwa na binti. Kikweli story ilimuumiza sana mtu huyu. 이제 뭐 이 Alitafakari sana. 동네 다 개발되면 그럴 수도 없는 Binti anasema ndio hivyo, siku zote maisha sio marahisi. 그동안 집중한 Binti anatamani sana kulipa ile deni. 꿈에도 전념해보고 Jamaa alimsikiliza sana binti. Binti anataka alipe ile deni, maskini Mungu, ile aishi kwa uhuru. 네요. Anasema maisha sio marahisi siku zote. Maisha yanakwenda kwa ugumu fulani. Basi baadaye waliachana na jamaa alirudi ndani. Lakini ni kwamba mwanaume alimfikiria sana bibie. Jamaa basi aliona anyanyuke. Alipata wazo fulani. Pindi pale mtu unapokuwa na nafasi ya kumsaidia mtu, msaidie. Hata kama sio kwa ujazo, lakini hata pia kwa kifupi tu. So msaidie sana, msaidie hata kidogo.
alafu atajiendeleza mwenyewe. Wakati wa binti usiku wa kulala, anakumbuka kile ambacho kilichotokea baada ya bwana yule kumsaidia mtu ambaye anamuita Junwoo. Ghafla mlango unagongwa. Nani huyo tena jamani? Usiku huu binti akashangaa. Nani tena huyo anamgonga mlango? Kwa bahati nzuri binti bado alikuwa hajalala. Nani huyo? Sasa kumbe ni ucho aliambo anamuita Junwoo. Amegongea binti, kuna kitu ambacho kimemleta kwa binti, japo anatetemeka usiku da. Asma, ni mimi hapa, jirani yako. Mpangaji wako yani. 이 밤에 무슨 일이에요? Nini kimekuleta hapo siku wote? 여기 Jamaa anasema unajua nini, nimefikiria kuhusiana na deni lako, deni ambapo nadaiwa. Nimefikiria kitu fulani. Eti nini? Bwana, binti akashangaa. Mtu hapa na maana gani? Huenda basi kafikiria kumsaidia binti ama vipi? Usikute ni mtu ambaye ana mapesa. Sema tu amekaa kiolela. Labda anataka kumsaidia binti ile deni ama vipi? Hii tu ni sehemu ya 6, usikose katika sehemu ya 7 na kuendelea. Tunazidi kusonga mbele. Wanaita Mr. Magic mzima ni mwanzo tu utaipenda, lakini kabla tujamaliza episode ya ngoja kwanza nikukumbusha kitu cha paa. Ase na kukumbusha tu mzima ya usije kusahau wala usije kukosa picha hapa bwana ita The Last Princess. Season hii hapa ishatoka, sasa kusubiri tena. Kama hujapata bahati ya kuitazama usisubiri. Usije kusikia story yoko na season inaitwa Last Princess ni nzuri na nini, unajua? Itafuta ushuhudie mwenyewe, ni bonge la season kali sana, shida hatari kweli noma hii. The Last Princess DJ Skills nimefanya yangu kama kawaida, ni hapa kare kwa Green Koma. Napiga namba za simu 0746575579 ama 0719932020. Kama kawaida popote pale basi ulipo unaweza kupiga hizo namba. Hapa ni habari ya The Industry Movies Productions sambamba na Skills Boy hapa. Bila kusahau niko na Carl Pizzo Mwamba kama kawaida. Katika sehemu ya 7 na kuendelea inakuja wanaita Mr. Magic kama kawaida. 민유라란 그 여자도 죄를 지었으면 피해갈 수 없는데 어머니가 한 짓입니까? 지금 궁을 떠나면 태아가 무슨 짓을 할지 몰라요. 내가 다 죽여.